Yani hapa ukishamaliza sasa mteja hapo unampatapataje sasa hapo kwenye mteja? Wateja wenyewe ni wengi, na soko la nyanya ni kubwa na wateja wapo wa kutosha. Tena wateja wapo wa kutosha. Sana sisi wateja ambao tunategemea sana ni Rwanda ambao ni toka nje ya nchi ambao ndio akija na bei nzuri. Kwa mfano kama nyinyi hapa mnauzauzaje? Sasa hapa sisi tuna utaratibu wa kuchuma nyanya. Una uwezo ukamleta mteja ukamchumia yeye hapa nyanya hii mbichi. Sawa. Kitu ambacho kiwezekani. Yaani mteja akija sawa kutoka nje ya nchi anakuja kuchuma nyanya iliyoiva tu. Ndio hivyo. Na yani kwenye masuala sasa kwenye bei hapo. Kwenye bei sasa tunaangalia sasa na bei inayotembea. Sawa. Yaani mfano kama sasa hivi tray la nyanya maki napozungumza tray naelewa yani tray sawa. Ni kile kiboksi. Yaani kuna tray ile sawa. Tray. Unaona? Ile tray tunapima kama sasa hivi bei imeshuka sana. Hivi tray ni shilingi 45. Imetoka kwenye 90. Imeshuka hadi shilingi 45. Yaani kumbe nafika hadi stage mnauza 90. Sio tu 90. Tunauza hadi laki na 20. Tray tunauza hadi laki na 20. Ndio zile tray unakuta kama zile za kwenye tunasema unakuta wakati mwingine wanabebea samaki kule visiwani kule. Ndio zile tray maana yake ndio mnakuja na hiyo tray inabeba ndoo 4 za 5 za nyanya. Maana yake inajaa hadi juu au au mfuto tu wa kawaida. Inajaa. Nyanya zilizoiva. Alafu kuna wateja tena wengine wa ndani huko kama ambao wanatoka Bukoba. Maana yake wale mpakani anakuja na gari yake, na gari nyingine inaitwa two box. Sawa. Huyo sasa huyo mhaya huyo sawa. Kutoka Bukoba hapa anakuja anachukua nyanya mixer, yani ana mixer iliyoiva na mbichi. Inapomaanisha mbichi sio sasa mbichi sana pera, hapana. Ni hapa, hii ndio mbichi. Maana yake itakapoenda ivie huko sio kama hii na hizi ambazo zimeiva sana. Sawa. Sasa maana yake baada ya kuuza hapa tayari hizi fito na pia baada ya kumaliza kwenye shamba hapa hizi fito unazitoboa au mnazielekeza tena au inakuwaje? Na utaratibu ambao watu wanafanya. Kuna utaratibu ambao wakati tunafanya. Mfano kama hiyo ukimaliza kabisa nyanya sawa. Hizi fito nitakuja nitoe uziondoe shambani. Nitafutia mazingira fulani nazipanga vizuri. Bado hizi zinatumika. Hii fito lazima itumike. Hii itumike. Zote hizi zinatumika. Maana yake utazihifadhi na haya ambayo yanabaki haya shambani sasa baada ya kuyaondoa nyanya haya yanayobaki haya tunasema mabua sasa. Mabua haya sawa. Haya magugu haya lazima tufanyaje? Uyakate maana yake yatengeneze mbolea tena. Tunachoma haya. Sasa kwa nini si ana mbolea na yenyewe? Sio mbolea. Yaani haya ndio yanasababisha. Yaani hayo ukiacha sababisha yani shamba kuchoka. Na shamba pia wao yanafanyaje yanachoka. Lazima haya nichome, niakate, kisha nianze kuandaa tena shamba. Tupo huko shambani bana, nimejifunza vingi. Kumbe hichi kilimo cha nyanya bana na vitu yani maandalizi ina faida yake. Kama tray unaniambia kwamba ina hadi 120 lakini kwa sasa imeshuka, ambao mnapata ni hasara kubwa sio? Ambao kutoka kwa 120 ikashuka 90, kutoka 90 hadi 45 kwamba ni nusu yake. Sawa. Mmepata kweli changamoto sana moto. Yaani kilimo cha nyanya ni kubeti kama kamari kwamba muda wote bei inaweza kushuka zaidi hapo na kupanda. Sawa. Bana. Bana mimi nashukuru sana nimetembelea kwenye shamba lako hili. Nashukuru sana bana. Sio tu kilimo cha nyanya nayo, baadhi ya vilimo vingine naweza. Basi kwa mfano kama kipi labda mbona tunalima tikiti, vitunguu. Na vitunguu na vyenyewe unaona pale kama lile jengo pale mbele na tikiti pale hapo nyuma hapo nimelima vitunguu. Nitakutembeza, lazima nikutembeze kwenye kama umekuja kunitembelea lazima nifanyaje? Nitembeze uangalie vizuri. Bye. Karibu sasa. Sasa